Yeah. Yeah. Baba ni waonyo, mtoto matatizo, ila siku makelele, ndoa ndo chanzo. Kwenye vijiwe vya pombe mambo ni moto, ila mahitaji nyumbani ndo changamoto. Vitoto vya 2000 ndo mambo yake, alamu jiwe kwake ndo kauli zake. Anamlazimisha mwanae kuoa, wakati wengine ndo wanapita nao. Na kama unavyojua mapenzi ya toto wa kileo, hawezi kuoa mpaka ukutane nao. Sijakutana na mchumba na dingio mwana gomba. Sijakutana na mchumba na dingio mwana gomba. Oh, siku saba baba ni waonyo, mtoto matatizo, ila siku makelele, ndoa ndo chanzo. Kwenye vijiwe vya pombe mambo ni moto, ila mahitaji nyumbani ndo changamoto. Vitoto vya 2000 ndo mambo yake, alamu jiwe kwake ndo kauli zake. Anamlazimisha mwanae kuoa, wakati wengine ndo wanapita nao. Na kama unavyojua mapenzi ya toto wa kileo, hawezi kuoa mpaka ukutane nao. Sijakutana na mchumba na dingio mwana gomba. Sijakutana na mchumba na dingio mwana gomba. Oh, siku saba, ndani ya siku saba nimepewa siku saba. Safi, mambo? Mzima, shege. Sasa sisi dada tulikuwa tunataka kujua hali ya mwenzetu inaendeleaje. Mzee mnani? Kakako kufa. Ndo kafanyaje wewe kufa? Sisi tumesikia bwana anaumwa, sio mtu wa kutembea, anajialishia, na hata hivyo kawa mweu, chizi, chendu, na aishi pale, sijui kafukiwa chini ya ndaki huko, maana ni mtu hatari, anazuru watu. Kwanza wewe subiri kwanza. Huyo anajialishia, amefungwa mikamba, anaika kwenye mandraki, kufa au nani mnamzungumzia? Maana kwetu hamna kitu kama hicho. Sasa kwani sisi tunazungumzia kilimo au nini? Kaka yako wewe amekuwa mtambo. Haya hizo habari za kakangu wa mtambo sijui kujialisha kawaambia ni nani? Wewe bwana. Sisi bwana tumekutana na Faza. Mzee Side. Tumekutana naye. Ilikuwa jana juzi. Jana bwana. Kuna kichwa gani na wewe? Jana asubuhi. Tumekutana naye pale kiwanja cha mpira pale. Tumeongea naye ndo akatupa habari hizo. Baada ya kutupa habari hizo bwana akatuambia bwana sijui kuna labi yenu mnataka mwende polisi sijui na nini harakati zikawa kibao pale. Babangu. Mfuko ashike nani? Unaona mziki na mbona unaniambia ananifurahi? Niambie huyo babangu baada ya kuambia hivyo nyinyi mkachukua hatua gani? Sisi kutokana na mambo alitutisha mambo ya jela, sisi tutaenda kwenye wapi? Sasa sisi tutaki kwenye debe bwana. Ikabidi tu tumpe kiasi tulichokuwa nacho ili mambo yale yaishe. Na kweli tumempa. Mmechukua mlicho nacho mkampa. Hicho mlicho nacho nini mkampa? Sasa sisi tumpeni ndugu yangu, mbona tutukana sasa? Pesa tumempa kiasi fulani hivi. Hicho kiasi hakina jina nitajieni. Nataka nijue. 30,000. Mmempa babangu. Mlao mnaongea naye alikuwa kalewa au yupo timamu mzima kabisa? Pale asubuhi hajalewa. Yaani yupo timamu kabisa. Mtume, tusikitikeni basi. Sikitikeni afu niwaambie. Wewe unamjua babangu mlevi. Umemkuta hajanywa pombe unampa 30,000. Wewe unaona nini anaenda kufanya? Yaani nini kifupi mmepigwa. Wewe unataka kuniambia bwana amepigwa? Pakubwa tena kapigwa kichafu. Hapo unajua nini? Ukiwa mimi siku zote naonekana mtu wa maneno. Lakini ukiwa mjinga sana, Mungu naye anakuongezea na upumbavu. Wewe bwana umesikia? Nilifio 30,000, kampa 50,000. Sikia mwanangu, yaani wewe umepigwa. Wewe kushindwa na mzee yule mwanangu. Yaani mtu kashazeeka. Kwa sisi takufa mzima.
Jamani kakangu mzima. Yaani hapa nimetoka dukani nimemwachia nyumba. Nimwambia alinde mimi naenda zangu dukani nikaenda ikapika. Bwana kashakuwa mama nyumbani. Mpe mfuko wake tenzetu bwana. Mpe mfuko wake tuondoke. Na kazangu. Kwanza kabla sijasahau. Sikiliza. Yule mwenzenu sasa hivi namuona yani yupo busy sana na kuchora sijui ndo mkeka sijui nini. Afu nyinyi nasikia mmegombana, mmemzibua sijui imekwaje. Nendeni mkaombane msamaha, mambo mengine yaendelee. Nyinyi si mnajua marafiki ni. Nendeni muombane msamaha, mambo yaishe, muje muendelee kufanya mambo yenu kama kawaida, sawa? Basi nitakuja maana huyu rafiki yake sana. Wewe sio rafiki yake. Basi. Mpole kama bajaji. Ila sister salimia bwana. Baba ni waono, mtoto matatizo, ila siku makelele ndo chanzo. Kwenye vijiwe vya pombe mambo ni moto, ila mahitaji nyumbani ndo changamoto. Vitoto vya 2000 ndo mambo yake, alamujiwe kwake ndo kauli zake. Anamlazimisha mwanae kuoa wakati wengine ndo hawanapita nao. Na kama unavyojua mapenzi ya watoto wa kileo, hawezi kuoa mpaka ukutane nao. Sijakutana na mchumba na dingio mwana gomba sijakutana na mchumba na dingio mwana gomba siku 7 ndani ya siku 7 nimepewa siku 7. Warembo samani. Wewe naye tuondoke bwana. Samani dada, mambo? Poa. Unaitwa nani? Naitwa Leila. Leila au Leila? Leila. Umependeza. Asante. Na uzuri unachangia. We, una vitu vyangu. Yaani sisi tuliosoma sayansi tunasema umeniteka. Sasa ili kuokoa muda, naomba uwe wangu na mimi nipo tayari kwa gharama yoyote. Yaani nakuahidi. Sawa? Yaani umeona? Mimi katika room langu naishi na yule boy. Twende bwana. Sina msikilize tu kidogo mami tunaondoka. Mbona una haraka hivyo? Sasa yani sijaelewa. Yule yani mnawahi vipi? Yani yeye na muma nini mimi kuongea naye? Ni rafiki yangu, unasema nataka twende. Ndio atie fitina, yani fitina ya hadharani hapa. Bana usijali rafiki yangu. Sawa rafiki yako, lakini unajua mimi sipendaji. Yani niko naongea na wewe afu mtu anaona nini? Ndio tunakwambia tuondoke na kaa unamsikiliza huyu. Lakini rafiki yangu, mbona umekuwa na haraka ghafla? Kwa mimi kumsikiliza huko kama imekuwa shida. Namsikiliza tu kidogo, zeni tunaondoka tunaendelea na safari yetu. Tatizo liko wapi mamangu? Unamsikiliza nini? Ana lolote huyu. Ana lolote hapo unavomuona. Msikilize nini? Kwani wewe unamfahamu? Mbona amekuwa ghafla hivyo? Mimi wewe sina lolote. Yaani kwa sababu wewe umenihitaji mimi sijakuhitaji. Sikia. Wewe unasema hivyo sina lolote, lakini ungeingia kwenye 12 zangu. Ndio ungenijua mimi ni nani. Sina lolote mimi. Mbona unanikosea rafiki yako? Alafu wewe yani ni ustazati. Sawa? Hebu angalia huko. Ustazati mwenzako yule pale. Mimi wewe sikuhitaji. Si nimekuona nimemtaka wewe mwenye swali mwenzangu. Sikuhitaji wewe mama. Mbona unalazimisha mapenzi? Wewe. Huyu ana shida gani? Yaani unamuona ana lolote. Na kama unataka kujua kama huyu ana lolote. Kumbe wewe chizi upwelo. Wewe nini wewe una lolote? Ni vipi wakina dada? Wewe ti vipi? Naye chizi tu wewe. Dondoke. Chizi vipi? Nyinyi mbona mnanichanganya imekuaje? Wewe kaambia ajifunze mapenzi yule. Ana lolote. Twende. Kwani imekuaje lakini? Mbona nakwambia achana naye yule. Dogo Side.
mzee wa ovyo, kijana wa 2000, jeshi la mtu mmoja, haramu jiwe. Mtoto wa watu kafika kwenye mikono ya mjanja wa mji. Kuisha ujanja wake. Kazi yangu kuwachapa tu watoto wote wa 2000, mimi ndo kiboko yao. 2000 wajifanya ujanja. Hawajui kama mimi ndo kijana wa 2000, hawajui maana yake. Lakini yaani 2000 mimi bado kijana, sio kwamba nilizaliwa 2000. Sasa nikiwaambia 2000 unajua mimi mzee ambaye nimezeeka, nimezaliwa sawa sawa na wao. Wanajigonga. Udadadeki. Last kiss. Hello. Toto. Toto. Amka basi. Nataka kutoka sasa. Baba ni wa ovyo, mtoto matatizo, ila siku makelele ndo chanzo. Kwenye vijiwe vya pombe mambo ni moto, ila mahitaji nyumbani ndo changamoto. Vitoto vya 2000 ndo mambo yake, alamu jiwe kwake ndo kauli zake. Anamlazimisha mwanae kuoa, wakati wengine ndo hawanapita nao. Na kama unavyojua mapenzi ya watoto wa kileo, hawezi kuoa mpaka ukutane nao. Sijakutana na mchumba na dingiho mwana gomba. Sijakutana na mchumba na dingiho mwana gomba. Vipi? Safi vipi? Mbona nini? Naangalia vitu unavyovichora naona mimi namba kibao kakangu. Hata unaandika vitu gani visivyoisha hivi jamani? Unajua dakati wewe. Alafu ni mdogo. Na siku zote nakwambia dadangu, huo mwili tu. Usikuchanganye. Mimi najua ninachokifanya jamani, mniache. Nimewacha pekee lakini bado unaenda kunifuatafuata. Haya, unataka kuchukua daftari langu la nini sasa? Kama kubeti na beti mimi, wewe kuhusu niache. Nishinde nisishinde, mimi niacheni jamani. Sasa kwa kaka mimi kutoka ndani huko kuja mpaka hapa nataka kukujali kaka yangu, maana tangia asubuhi tangia ulipotoka kitandani mpaka ulipokuja hapa sasa hivi saa 7 hivi. Upo tu na ile daftari hata hujaoga, miguu michafu kuanzia juu mpaka chini. Hizo nguo umevaa siku ngapi? Nitakwambia mimi wewe kuwa uyaona. Yaani wewe kuwa uyaona. Lakini wewe hujui. Utapokuwa utaelewa. Natoka. Sababu wewe ndugu yangu chagulia maisha ya kukaa ndani. Endelea kukaa ndani. Anaona kaa ndani kwa ajili ya kumwogopa mwanamke kaka. Na maisha yetu ndo haya. Tunajua maisha yetu si miguu ya kubwa. Tuli mpaka tutoke, mpaka tutembee. Wewe unajifungia ndani na mwogopa mwanamke, kijioni hauji kwa sababu ya mwanamke kweli? Kwanza nyinyi ni wanafiki. Yaani mkikaa pale kijiweni bila mimi kuwepo, yaani akili zenu hazipo. Sasa hii mnaongea sana. Wewe nenda, usiona. Kwa sababu nyinyi hamjui kilichonikuta. Mwanangu yule demu hafai. Yaani naenda na mizigo 4. Yeye anakuja na begi zima. Nimemkimbia yule. Alafu kashakijua kile kijiwe. Pale ni nuksi. Kijiwe sasa hatuwezi kuhamisha kwa mpuzi wako. Yaani sehemu ambayo watu wamezoea madili yanakuja pale, michongo yote pale, michongoma yote pale, tuhamisha kijiwe kwa mpuzi wako wewe. Si hatuwezi kufanya kwa mpuzi. Sijui unanielewa. Ila wewe ndugu yangu vile umeamua kukaa ndani. Maana una siku 3 kaka hujatoka. Una siku ya 3 upo ndani. Hata mimi nimekuelewa. Mimi natoka ndugu yangu, naenda kutafuta. Najua ndani nimefungia mwana mama anamletea riziki. Mimi natoka ndugu yangu.
Naona sasa ishafikia kwenye dharau. Yaani wewe vitu vingapi mimi nimekufanyia undani. Leo hii unanitamia mwanamke. Kumbuka ndugu yangu. Yaani hapo umenikosea kabisa. Umezidi hiyo offside. Hamna, wewe sio mwana mama ndugu yangu. Ila ndio hivyo sasa mazingira unayoishi ndio yakiwa na mama sasa. Wewe bwana nenda bwana, usiongee sana. Wewe umesema naenda, wewe nenda. Alafu kuhusu nguo, mimi nipo nyumbani kwangu na ndio maana nawatenga. Na waacheni nyinyi na maisha yenu na mimi nakaa peke yangu. Ili nisiwakeleni na hizi nguo sizivui hizi mpaka nahakikisha jambo langu linatimia. Kwa sababu hizi nguo ndio nguo za mavumba. Kwa hiyo mimi najua kitu gani ninachokifanya. Ila nyinyi mnanamii kama vile sijielewi. Kuna kama sijielewi. Kuna wachezaji wengine, wachezaji mpira, wanacheza mpira, mashabiki wanaenda kumkumbatia mtu tu. Ukimkumbatia Ronaldo wewe ukienda kuoga umetoa ile, yani umetoa kila kitu. Kwa hiyo na mimi hizi nguo zina faida yake. Halafu dada yangu wewe msaada wako umenipa simu tu. Unatosha dada. Simu au unataka simu yako na unafanya vipi? Vingilembozo unataka simu yako. Sasa mimi simu yangu haikai chaji. Si ndio maana yake? Hata kama. Basi mniache. Hebu niacheni basi mtoto wa watu. Tuache tunavukaa hivyo. Babako mwenye hakujali sijui nini nani. Wewe umekaa hapo miguu michafu. Sio kupiga mswaki wewe, sio kufua, sio kwenda kutafuta riziki na nzio, sio kwenda kuchakalika kwa lolote. Upo hapo asubuhi yako, mchana yako, jioni yako. Wewe jisikii unavonuka. Tufanye hivi. Msaada wako wa simu unanitosha. Sidhani kama utakuwa na msaada mwingine. Au kuna mwingine utakunisaidia chochote labda? Ushauri naweza nikakupa, uache kufanya unavyofanya hivyo. Uwe safi, uwe smart, uinuke uende kachanganyike na wenzako kutafute pesa. Nimekuelewa. Lakini siache mpaka jambo langu litimize. Kwa sababu huyu mtu anaponisumbua huyu mtu na siku nikimkamata nitamuonesha kwa nini mimi ndo mtoto wa Dogo Side. Atajua kwa nini mimi ndo kufa kulala kaburi tu tajanja lao. Super Ndenge Star Boy. Talabu la kutongoza bingwa la kukataliwa. Ndo mlezi wa bwana janja la kutia mimba ila ngumu wa kulea. AKA mtoto wa Dogo Side. Wewe dada, wewe uelewi tunakwambia tulia. Haki ya Mungu na mtume. Na siku nikija kulifanikisha, haki ya Mungu na mtume nakupa paja. Wewe utashika paja. Msubiri paja. Nakupa paja. La kuku la ng'ombe. Wewe tulia. Unajua kujua kama paja la kuku au paja la ng'ombe. Hiyo siku nikifanikiwa, nimempasua. Wewe paja. Sasa chukua simu hiyo, kaa nayo mwezi, wiki, miaka ukishamaliza. Mimi nataka paja langu. Sasa hilo ndo. Yani wewe. Hawa okay. Wewe uelewi. Baba anafukaga bure. Wewe uelewi. Leo sasa subiri, baba kashaondoka hapa. Ngoja niende kapike pilau. Wewe. Kuishia mapema. Haki ya Mungu. Mimi paja langu ni. Wewe paja lako yani wewe unapata. Yaani wewe paja unashika bila wasiwasi. Wewe tulia. Wewe tulia. Maji hapa nimekuletea. Kunywa endelea kuandika mimi nenda. Na kweli maana nilikuwa na kiu hapa. Ndio maana nakwambia dadangu wewe akili unazo. Mimi nazo ndio maana nakwambia kaka wewe tulia. Fanya hivyo pilau. Fanya hivyo pika ile pilau. Lakini wewe jichanganye siku nikija kukukamata mwanamke wewe. Nikija kukukamata. Haki ya Mungu na mtume mimi sikupi hela. Lazima nikudhulumu. Ngoja kazi iendelee. Hapa nilishia. Hapa nilishia hapa. Damu kana faidi. Sana tu. Na wewe utafaidi kama tutakubaliana. Sina wasiwasi. Nenda kiboko yenu. Mimi sasa. Ngoja niende. Sawa. Shida wewe tuweza ukaenda lakini zingatia makuto. Makuto sio na wasiwasi. Unajua sisi watu wakubwa tutembee na keshi. Sababu kuna vibaka. Sasa vibaka wanataka kukaba wakuumize, alafu uchukue hela na nini, uchukue simu. Uchukue simu hela kuachie. Ili ukanunue simu nyingine. Mambo ya mtu kuniambia kunitolea mimi hata mimi nataka keshi tu. Usiwe na wasiwasi bana. Sasa mimi kwa nini kama ningetaka kukudhurumu haki yako nisingekuamsha. Nimekuamsha kwa sababu nikupe haki yako huku ukiona kwamba kwa kazi yako uliyoifanya. Sawa. Nasikia kijana Kwa hiyo naenda hapo kwenye ATM. Yaani wewe ndio uniache hapo. Haiwezekani.
Wewe unaweza hata ukaenda miss. Sasa nini bwana? Yaani hapa mimi ninachotaka kufanya. Kwa sababu simu yangu hapa imezima. Sawa. Kwa hiyo naomba simu yako. Nitoe line hii inakuachia. Usikia nini? Kwa hiyo ni achirini hapa. Hii inakuachia hapa. Ili baadaye nikuchukua. Nitakuchukua tena. Kama kesho kishukutu au nitakuachia kabisa. Haya mambo ya kawaida tu. Hamza ndio kufungua tena haraka. Hadi sasa unaweza tu kaenda. Kweli? Unaweza kaenda. Haya nataka. Haya nataka. Sichelewi hii. Kazi ya dakika 5 tu. Sawa? Joshua. Game is over. Sijakutana na mchumba na dingi mwana gomba. Sijakutana na mchumba na dingi mwana gomba. Ndani ya siku 7 nimepewa siku 7. Siku 7 siku 7 tena bani mpigie nimepewa siku 7 kama sitaki dada nitoe jamani siku 7 na mchumba wapi nitoe sijui oh my god siku 7 ndani ya siku 7 nimepewa siku 7 jamani siku 7